ili kutufikishia malalamiko yetu huko mbele. Asante sana bo. Mimi tunatumikia Burundi, chini Burundi kawaida. Na kama tumekuja na mheshimiwa hapa Joseph. Na najua tatizo ya nchi inakuwa ni tatizo ya dunia mzima kama kawaida. Asante. Sijui mheshimiwa, ningemuomba sikilize sauti za mama wachuruza vitenge. Wazee kwa huyu hapa nyuma. Nani mwakilishi wa vitenge hapa? Mama Siasia iko wapi? Nogeze mwacho haraka bamlozi. Mama kuya kwanza. Awe mama. Jambo. Uko bien? Ndio baba. Mimi kwa majina naitwa Francine Kabayemura. Francine Kabayemura. Ndio. Unatumika kiasi cha miaka mingapi katika hii soko ya Sange? Hii soko ya Sange niko na miaka 10 zaidi. 10 zaidi. Ndio. Na unahusika katika hii mambo ya vitenge tu kama kawaida? Ndio. Ndio, kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Mawanzo, bibi ya Mudeke, ambaye alikuwa anauzisha vitenge hapa zaidi. Nafikiri amekufa. Unamwafahamu? Ndio. Unaweza kusema nini kama nyinyi wa komersa vitenge? Eske mnakuwa mnamkumbuka kama alikuwa komersa wa zamani wa vitenge? Ndio, tunapaswa mkumbuka sababu ni mama ambaye tulitumika pamoja naye. Okay. Nafikiri ingekuwa wengine kisa wanafanya, mama kama yule mnamjua alichuruza vitenge zaidi, ingekuwa hata siku moja mnafanya ka every mnakumbuka kifo yake, mnaenda hata kwake, mnaenda kuangalia kwa watoto wake, kama ushirikiano kukumbuka, ushirikiano kuonesha kwa hiyo ndio upendo zaidi. Ndio. Sasa tatizo ni hili kwa sababu ambao tunatumika nao kwa leo wengi ni wapya. Wengi hawakutumika naye na jinsi wainterese kwa ule mtu na wakutumika naye zaidi inaomba tatizo zaidi kwanza kidogo. Mna tatizo gani zaidi juu ya mataxi? Naona kuna siku mnaweza leta vitenge hapa mnashinda bila kuuzisha, lakini najua watu wa mataxi waleta. Tuambie juu ya mataxi ya msoko kuhusu vitenge. Taxi ya leta tunajua ni kawaida, lakini wakati hatuuzishi inaleta tatizo sababu wakati unamuonesha kama leo sikuuzisha inaleta tatizo, mnaweza kokotana naye kidogo sababu haukuuzisha, lakini sisi wote tunakuwa na nia wakati unauzisha unapaswa lipa taxi. Lipa taxi. Kweli hiyo taxi mbona huko Uvira nilikuwa watu wa taxi wanaweza kuwa hata 10 na kitu. Kwa siku moja watu wa taxi, kila mtu hii ni taxi, kila mtu anafonde kaka grupe kama taxi. Hivi hapa Sange habiko? Sisi hapa kwetu Sange hatutashuhudia uongo, tuko na taxi 2. Tuko na taxi ya komite na tuko na taxi ya zone au ya cité. So tuseme kama ba Depité wenye wanakuona, kuna ba Depité wanataka kupostile na wanataka muwavote, kama huyo msichana anaitwa nani huyo? Mwaju Mako anataka kupostile kuwa Depité, leo akipita wewe akikuja na kuuliza anaweza kuwasaidia nini zaidi kile unaweza penda wasaidie? Cha kwanza kenye tunaweza penda tusaidie sawa sisi wa mama wachuruzi wa hapa Sange, kama atatusemea ile taksi tubaki hata na taksi moja inaweza kuwa vizuri. Hakuna nyingine tatizo. Na cha pili, tuko tunaroanisha manguo, mvua ikija inaturoanisha, inaweza kuwa vizuri kama anatujengea hata na sisi angare, tunakuwa najua kama dada yetu fulani alipita ku deputation na akatufanyia kitu fulani, itaweza kuwa vizuri zaidi. Unampenda lakini? Ndio tunampenda sababu ni mtoto wa hapa kwetu Sange na ni mwenzetu Fia ambaye tulikomala naye katika mgini wetu wa Sange. Sasa vitenge hivi mnavitoa wapi na mna tatizo gani zaidi kwa hii biashara hapa? Vitenge hivi tunaviuzia Bukavu. Tatizo ya kwanza ambayo tuko nayo usafiri. Tatizo la pili au exchange. Inabadilika saa yote. Leo unaweza uza kwa exchange ya 2000, kesho nakuta nakuwa 2005, kesho nakuwa 2003. Vinatuchanganisha, vinatumana tunaombesha au tunahomba kulingana na ile uzishaji. Ndio shida. Asante sana mama. Asante sana. Mimi naitwa Joseph Urusuzuma, ni mwana wa Halemera. Ngashagelemera nikirimu wanuke na siba kwita kodi bamenye na uyo mwaju alimvyala wani umwe yufu Mawanzo Monica
na amako bali bana bashatu nyani ni mwana wa Monica. Kongwa kabisa. Asante. Sawa baba. Asante sana. Karibu kandi. Chef lakini tutakumenya kwa service. Mbo nyenda ali mu service ni mzalendo na Honda with service yoshi ni simple haliko ni weta ba officier botu mukolobera na botu mtitinani weta emission imu itukita kutulolo kali kaka itukanga ndali mundu yeshi tumukopera abandi bali Bulaya bali hayi ko kunozene ugabera ku televiziyo bagayuva mashauri gamwawe na lyanga bahali kingwe bangatabala mugabo mugabimenya haliko hano li direct ku televiziyo ne Bulaya Canada Australia Angleterre uli direct sabala bandu esange bali ho na bantu babusime Kongo nganye ni mkongomani bashambwa bani aleve haliko nda Yehova pakaze ngo cyagera mpaka mu itulemera haliko ni jemunde lemenu ndabungu atabandu haliko ni muzalendo na nibani ni kubona sefierite yani yoshi bani kubahana mwitu Kongo akoko no wanga bagoli hano ka abatwazi beste yesange banga babayishi kokola hano nga chef de cité nga komanda nga aneri batazibya kuba twetu mukola ngazi ya higulo nira ngazi ya higulu yanga kola nene ngazi ya hashi twe kuba ino ngazi ya hashi ya tushweka bwene twatondera ku ngazi ya higulu bwene ngangesi kuba bwene hano Kongo hako tutetu werekezage tugeloze baba alipiga ile simu bakunzi bakoresha umwanya media tibaza ameze neza no mwigeme turi kumwe ngaha ni wa mugambi nyene tukibandanya nyene turiko turabaza bene igihugu bagiye batandukanye muri Kongo kungene ibintu bimeze ubu rero ndi kumwe no mu bigeme bariko baritoza kugira bazobe aba Depité muri no commune ni commune ini commune territoire ya Sange abenshi barahazi wengi mnapafahamu. Sasa acha tumkaribishe kwa kidogo tupate kuongea mawili matatu musikie maneno yake. Karibu sana. Asante. Uko bien? Ndio. Kwa majina unaitwaje? Mimi naitwa Mwajuma Sabine Chanceline. Chanceline. Chanceline, wazo la kwa mwai etapo nafika Kiswahili utanisamia Kiswahili kinanisumbua kidogo lakini tajaribu kidogo, lakini ningependa nijue Chanceline alijitambua siku gani kwamba akaona kwamba anaweza kaongoza watu mamilioni na mamilioni ya watu. Unajua kuna vitu vingine inakuwa kama ni vile wito ambao uko ndani ya mtu na inafika kipindi ambacho mtu anataka kutoa sasa ule wito ambao uko ndani au weke kwa nje. Na ni hapo ndiko tukawaza kwamba labda siku za usoni Mungu akitujalia tunaweza tukawa watumishi wa watu. Ndio. Chanceline, kwa miaka midogo unayo, una mawazo mingi zaidi na una vitu vingi vya kufanza. Chanceline anajiamini kutokea na nini? Kujiamini kote miaka midogo na hatuna pesa aiza vitu vya samani ila tunajiamini kupitia watu kwa ile confiance ambayo wanatupatia. Ndio. Chanceline, wana inchi wengi wasange tumeongea nao wamesema kwamba wanakupenda sana na wanahitaji wenjo upate hiyo opportunity ya kuwa kiongozi. Chanceline ye anakubaliana nini wananchi wake? Unajua ikifikia wakati huo kwa sababu wananchi wanaonesha kwamba wanaweza wakatusapoti na sisi tuko tayari kuweza kuwasindikiza na tushindikizane pamoja tuone kama tunaweza kuja kuwa na msimamo kama vile wa Kongomani na kutengeneza Kongo nyipya ya kesho. Nadhani Chanceline mawazo yake na ndoto zake zote alikuwa anapenda Kongo iendelee na hii territoire yake anazaliwa ndani iendelee zaidi. Chanceline ashakaanza fani kabla kwenda kupata hiyo mamlaka. Kufikia mamlaka ashaanza fani ni kawaida. Kiukweli hatujaanza kufanya lolote ila tunakuwa tunasaidia watu mtaani kwa zile shida ndogo ndogo. Kama tunakuwa na ule uwezo wa kuona watu wa kuwatatulia tunafanya hivyo. Tunaanza pia kutetea wanyonge.
kwa wale ambao wanataka kuwagandamiza, na hilo watu wanalifahamu. Sio ya kuja eti kujitapa wenyewe. Unajua mtu sifa na anachokifanya kinatoka ndani ya midomo ya watu. Ndio. Chanceline ni kipi anaweza kaomba kama mheshimiwa President de la République du Congo? Ni kipi anaweza kumuomba wakikutana kama inatokea wanakumbana naye uso kwa uso? Kitu ambacho naweza kumuomba cha kwanza ni kusema uhuru wa Kongo, amani katika nchi ya Kongo, na kumfanya mkongomani awe mwenye samani kama vile zamani. Kwa leo mkongomani anaonekana kuwa ni mtu ambaye labda anaanza kuzaraulika hata nje ya nchi, lakini tunataka kwanza arudishe ile amani na thamani ya mkongomani, na pia atie kipaumbele wanawake, kwa sababu wanawake tunaonekana tumeachwa nyuma sana. Lakini kupitia yeye anaweza katusapoti na kutuinua. Chanceline, hii nchi ya Kongo ni nchi mojawapo katika dunia, ni nchi moja kubwa zaidi katika mainchi kubwa ziko katika hii dunia. Hivi unawaza neno lako Chanceline na Isange yenye unatetea itafikiliwa kusudi na President de la République au katika nchi nzima wasikie wito wako, wasikie na mawazo yako Chanceline? Ya, unajua sisi tuko mbali na kapitale. Na tunaonekana kama tuko nyuma. Lakini kwa kusikia malalamiko yetu, kuna mambo ya teknolojia ambayo yameshaendelea, na kupitia hayo mambo ya teknolojia ndiko labda malalamiko yetu sisi watu wadogo wanyonge yanaweza yakamfikia rais. Chanceline, wananchi wanalia sana uchumi wa pesa na kunyanyaswa kama kisi tulivyovisikia. Hii masaa inaisha. Chanceline, ayo malalamiko anayasikiaka, kama anayasikiaka anafanyaka ni kwa sababu malalamiko yasiendelee? Kama watu wanakuwa wananyanyaswa, huwa tunaripoti kwa ngazi za juu, na huwa tunasubiri kama zile ngazi za juu ambako tunaripoti labda wanaweza wakaleta jibu ambalo litasaidia wananchi. Ndio maana tunakuwa tunasubiri, na kupitia vyombo vya habari labda wananchi wanaweza wakapata nafuu na kupumua kidogo. Ndio. Acha mimi nimuulize dada kidogo. Tarajiwa Jean, nina sifa kubwa sana kwako. Kusikia kama na wewe unaanza kuwa na ile lengo wala ile wazo ya kupostile. Kwangu mimi umenivalisha coach ambaye sijawahi kuvaa. Na ndio maana nimesema mpaka nifike nikusikilize na watu wakuone dunia nzima. Sasa tulipita mahali pengi, tuliuliza juu yako, tushaingia sokoni, tushaingia mahali pengi sana tunauliza juu yako, na kila mtu anakushuhudia vizuri, wamama wanauza vitenge, wanani wengi wanakushuhudia vizuri, na tunaanza kuwa fierté yetu kusikia kwa hiyo age uko nayo kesho na kuwa Depité. Yaani fieri sijui inaweza nikafanya nini. Lakini wewe zaidi kwa hao watu ambao wanakutizama, kuna wazalendo ambao wanaishi Marekani, Canada, Australia, dunia nzima na hapa Afrika. Zaidi hii mtandao itaenda kwa YouTube directement. Leo itakuwa huko. Na watu tunawandugu wako South Africa, kina shukuru na kuheshimia mheshimiwa na babangu mkwe anaitwa Anasazigashane Mako, uko hapo South Africa. Heshima kwako mzee ukiwa utatufuata leo. Tuna Star Yusufu Bigabi ambaye iko Etazini, tunataka mchango wako. Tunafanya kampeni ya dada huyu Yusufu Matiabo, tunataka utusukumie wako mchango. Merci Matiabo uko Etazini, pia tunataka mchango wako. Tuna wengine ambao wako Ulaya, wazalendo wenye Republika yote ya Kongo. Tunaomba msaada kwa sababu mtoto mdogo kama yeye akiwa amejitolea kupostile, antuka nafatu ungo mkono, kwa sababu hiyo kwanza ni heshima kwetu kuonyesha kama kweli tuna generation ya mpya ambayo inakuja na moto ya ili tugomboe nchi yetu. Nchi yetu inaharibika leo kukosa watetezi. Yeye mwenyewe mtoto mdogo akuogopa tauawa, amejitolea kwa ili agombanie watu wa Sange. Sasa wewe kiwa Depité mama, ni kitu gani unaweza kufanyia wazalendo wa Sange? Cha kwanza. Asante. Najua Mungu akituwezesha kwa hizi ndoto ambazo tunazo, siwezi kusema kwamba nitafanya kitu kikubwa zaidi
kwa wakaaji wa Sange, kwa sababu chanzo kwanza cha kufika huko ni kwenda kugundua labda kwanza hii siri ambayo inafanya wazalendo wanachaguliwa na watu wanaondoka, wakienda huko wanasahau. Tunataka kujua kwanza siri ni nini ambayo inatuma watoto wa nyumbani wanakuwa wanasahau wazazi waliowatuma na wanakuja kuwakumbuka wakati wa kampeni. Tunasema miaka 5 yote hiyo ni kipi kinawazuia. Na cha pili, sisi wote tunajua kwamba tunahitaji usalama. Usalama ni msingi wa maendeleo. Sehemu ambako kuko usalama, kila mtu anaweza kujiendekesha kivyake, hata mwenye biashara ndogo kama kuna usalama, na hiyo tutaanza nayo. Tuone kupitia sisi sauti za vijana pia wanawake kama tunaweza tukachangia kwa kuleta kwanza usalama katika nchi ya Kongo, katika tarafa la Uvira na katika mji wa Sange kwa upekee. Na mengine pamoja na Mungu akituwezesha, mengine yatafuata ambayo labda hatujajua zaidi. Shasilini, ngoja kidogo. Nyakati kama hizi wewe unaogopa nini? Unaogopa nini? Nyakati kama na hizi tunasema kwamba hatuwezi kuogopa lolote kwa sababu panako nia pana njia. Ndio maana uoga haupo, ila kwa sababu tunajua kuna maombi ya watu wengi wanyonge, kuna maombi ya wachungaji. Nadhani kila kitu Mungu atakibariki na kitakuwa sawa kabisa. Kwa kutaka tumalizie sababu tunawaheshimiwa hapo, naona tunawakawisha. Sasa naona wengine wa Depité wanakuwa wana idea wa zalendo, nda kununulia ndege, nda watengenezea barabara, nda wafanyia hivi, nda wajengea ili wavote. Mbona wewe hiyo swali unaikwepa kiwa tumekuuliza utawafanyia nini? Najua kama ndio neno kubwa ambalo tunafanya wazalendo wa kuchagua kuwasikia utawafanyia hivi, utawajengea barabara, utawajengea ndege, hakuna kiwanja cha ndege kiko hapo, ndio wafanyia kiwanja cha ndege hapa. Kuna maneno ambayo mnawaambia hata kama hamtaifanya. Lakini mimi sijasikia kama kuna kitu ambacho kina convaincre wazalendo kusema kuvote. Ni kitu gani ambao unaweza convaincre wazalendo ambacho unaweza kuwafanyia pasange zaidi kia muhimu kutoa hiyo security? Sababu hiyo security hata kukifanya kama gouvernement haikungi mkono inakuwa vigumu. Lakini kuna vingine ambavyo unaweza kuwafanyia kama kujenga soko. Tulipita soko tukaiona hapo. Tunaona pano moja kualime pale. Lakini tuna watu ambao wana pesa. Unaona? Mimi hapo Uvira niko najenga shule ambayo unaweza kumaliza kama $1800. Ndio budget, ndio devi. Na kuna watu ambao wasange wana pesa uchafu kuliko hiyo mara 20. Lakini wanakosa kwenye wataweka hiyo pesa ya kwa ajili ya kosa usalama. Tuseme wao watu wanajitolea kusema wanaanza kuja hapa wajenge kama barrage. Tuko na kanania Kasange, Kashange, kako hapa anaweza kutengeneza mabaraje ili tupate moto kwanza tukialimete yote Sange inaweza kuwa mzuri. Wewe kama Depité mtarajiwa unaweza kuhimiza wale watu wakusaidie nini zaidi kwa ajili ya mwingine ya Sange? Unajua mimi siwezi kuahidi watu kwamba nitafanya hiki, nitajenga hiki kwa sababu sijafika hiyo nafasi, na wale ambao wanaahidi ndio maana huwa wanaahidi vitu ambavyo hawatavitimiza. Mimi kivyangu na kwa busara yangu ni kuweza, kama Mungu anatuwezesha, ni kuona kile ambacho ni faida kwa raia. Mimi nakitilia mkazo. Nasema hiki lazima kifikie raia wangu, lazima kifikie watu wangu. Ndio maana siwezi kupromise vitu ambavyo labda sijakuwa navyo uhakika. Asante sana Chanceline, acha tukushukuru sana kwa kutupatia muda kama huu. Na nadhani malalamiko yetu, maneno yetu, maongezi tuliyoongea yatafika mbali zaidi kwa wahusika na kila jambo litatoka njiani. Asante sana. Asante pia.